Upwiru unamfanya Robert awaue wanawake 49. Je, ulishawahi kuwa unatongoza wadada ambao unawaelewa alafu wakawa na kukataa? So Robert alikuwa na tatizo la kukataliwa na wanawake kwa sababu alikuwa ni mchafu sana na alikuwa ni jamaa fulani hivi wa ajabu tu. Hicho kipindi Robert alikuwa ameuchoka usingo kwa muda mrefu, anataka kuachana na chama cha usingo kabisa yani. Akimwangalia, mimi siwezi kuwa na Robert. Robert ndo mchafu hivyo. Kwanza Robert hajui kupangilia kodi kabisa, hajui kuvaa. Siwezi kuwa naye. So Robert akajikuta ni domokaya, kila wakati akitongoza wanawake wanamkataa. Siku moja Robert akakutwa na msiba mama yake mzazi. Hapo ndipo Robert alipata uhuru wa maisha yake kwa kumiliki shamba la nguruwe. Robert akawa anawaajiri wanawake wengi sana pale ili awe anawatongoza, lakini akiwatongoza wanamkatalia. Upwilu ukazidi kumkaba Robert. Siku moja Robert akakasirika, akaamua kwa lazima niwatongoze, kwanza mnajiona nani? Wakati kuna mali safi zinajiuza huko, naweza nikazipa hela tu zikanikubalia na zikanipa. So Robert akazama mjini, akaenda kule akakutana wale wanaojiuza wale wa Beche. Aenda akamlipa mmoja, akaondoka naye, akamfikisha nyumbani, wakasmash. Robert akawa ni mteja mzoefu, kila siku akawa akienda pale anachukua, aenda kuburudisha nafsi yake, narudi anasmash, anasmash, kamchezo kakamnogea. Lakini unajua kukataliwa huko na kunyimwa kabisa mzigo kihalali kuna kufanya ubongo uchanganyikiwe. So Robert nafikiri ubongo wake ukaanza kuchanganyikiwa, na siku moja Robert akapata wazo la ajabu kichwani mwake. Ghafla alivyoenda kuchukua malaya mwingine wa kulala naye siku hiyo, akamuua. Na ukawa mchezo wake, kila akienda kuchukua malaya anamuua, akismash anamuua, akismash anaua. Baadhi ya vipande vya mwili akaunganisha kwenye chakula cha nguruwe wake na akawapa nguruwe. Ili apate urahisi zaidi wa kuwa anawasmash, akakata nusu ya lile shamba yeye na ndugu yake, akageuza moja kuwa kama vile club ya usiku ya nyumbani, club ambayo imetengenezwa nyumbani. So na watu wakawa wanajaa sana pale, wavutaji wa madawa wa nini, yani kila starehe kila aina inajaa pale, makelele yamejaa, ni mdundo kwenda mbele, yani party after party, watu wamejaa kila kona. Na hili tukio likafanya kuwa urahisi sana kwa Robert kuwa analeta vimada vyake ndani na anavismash na anafanya mambo yake bila kujulikana. Hata atakalolifanya hakuna mtu yote ambaye anamfuatilia kwa sababu watu wamekuja kupatika. Katika majira na masaa siyotarajiwa, siku moja Robert alienda akachukua kimada kimoja. Kimada hichi kinaitwa Wendy. Huyo mali safi alivyofikishwa nyumbani, walivyomaliza kusmash, Robert akakataa kumpa pesa. Hapo ndipo Wendy akaanza, usinitanie, nitakuburuza, unanichukuliaje? Wewe unanipandishia kibezi. Skupi sasa. Fresh namba simu yangu mimi bana, niwasiliane na watu wangu, nikuonyeshe namna inavyokuwa. Robert akakataa kumpa simu. So katika kubishana hapa na pale, yule mdada akamwambia, hapa maisha yangu yako hatarini. So mdada akaanza kujitetea. Katika kujitetea, sukuma hapa na pale, Robert akaanguka chini na yeye akachukua kisu akamchoma Robert kwenye shingo. Robert akakaa chini. Akaona hapa nitakufa. Akamwambia, Fresh, ondoka. Vimada vingine jao sana bana. Wendy akawa ametoka, lakini Wendy akiwa ametoka hana ili wala lile, ghafla akamkamata, chomwa, lakini Wendy bana pale akahangaika, mwisho siku Wendy akachoropoka. Usiku ule akawa amepita katika hospitali moja na akawaambia mapolisi kwamba bana, nimevamiwa na mtu anaitwa Robert, hichi na hichi ndio kimenitokea. Na hivyo polisi wakamkamata Robert. Baada ya muda mapolisi wakamwachia Robert Mr. Upwiru kwa sababu wale malaya wengi walikuwa wakihusika na uuzaji wa madawa ya kulevya na kutumia madawa ya kulevya. So lawyers wakashindwa kushirikiana na Wendy, hivyo kesi ikaachiliwa. Na hivyo Robert akajiona yeye ni the unstoppable, kwamba hawezi kukamatika mpaka hapo alipofika. Robert akaendelea na mchezo wake, anaenda anachukua vimada anapeleka kwenye klabu yake ya nyumbani, kisha anasmash na kuwaua, na huku baadhi ya viungo vyao anavigeuza kuwa chakula cha nguruwe wake kila siku atakayofanya hivyo. Mpaka siku moja jipu linapomlipukia Robert. Kuna huyu jamaa ambaye ni rafiki yake na Robert, naye alikuwa yuko broke, yani hana pesa, maisha yanamchanganya kishenzi, yeye mwenyewe anahangaika kishenzi kutafuta kazi hapa na pale. Ameenda kumtembelea Robert ili amuelezee hali alionayo, huenda labda Robert ana mbinu yote ile ambayo inaweza ikamsaidia na yeye akapata pesa. Lakini alipofika pale akagundua kwamba Robert kwenye nyumba yake kuna silaha na bunduki ambazo raia wa kawaida haruhusiwi kuzimiliki. So akajua kwamba nikimshtaki hapa Robert
nitapata pesa. So akaamua kumshtaki rafiki yake kimya kimya. Msela akamchoma rafiki yake kwa polisi, na polisi wakaja pale wakachunguza, wakatafuta hizo silaha wakaziona, lakini katika kuchunguza wakakuta kuna mabaki ya mifupa ya binadamu. Wakaanza kushtuka kwa sababu Robert alikuwa ni mjinga, alikuwa anabakiza baadhi ya vifaa ambavyo wale wanawake walikuwa navyo, kwa mfano mapochi, vibegi, viperfume, viwanja. So polisi wakaanza kushtuka, mbona kama kuna jambo linaendelea. Siku na siku walichunguza, wakaja kugundua kwamba Robert alikuwa anawaua wale prostitute, na mwisho wa siku akamkamata akafungwa kifungo cha maisha. Lakini haikuishia hapo. Robert alivyokuwa jela akaendelea kujimwambafai kwa wafungwa wenzake, wewe mwanangu, mimi nilivyokuwa kule nje nimefyeka sana hivi vidada hivi, eti na viomba vinanikazia vinanikatalia, na vifyeka. Kumbe kuna mshikaji mmoja akawa anachukiwa sana na hizo story, na siku moja akaamua kumtwanga na kwa hasira zaidi akachukua ufagio akaukata akamchoma. Unfortunately Robert hakuweza kumake it. Robert akawa amefariki dunia. Anyways guys, naomba bonyeza link iliyopo kwenye profile, mwende mkasaidie kusubscribe kwenye YouTube channel yangu. Otherwise, see you yesterday and God bless you.